Na jana kutolewa kwa Uingereza bwana ni lawama za kocha. Lawama za kocha wa England. Jana kutolewa kwa Uingereza, kocha Thomas Tuchel hakuepi zile lawama. Unajua kuna baadhi watu ambao tulikuwa tuangalia mpira zilivyokuwa zinafanyika, sababu watu tulikuwa tunashika kichwa kwamba anaenda kufanya nini huyu tena, si unaelewa? Yaani sasa na jana sababu alizokuwa anafanya Thomas Tuchel ni kwamba mtu ambaye ni zamu yake kununua umeme amerudi na mshumaa bwana. Hapo hamna maswali mengi, unajua watu hao tayari. Yaani sababu zile ambazo alikuwa anafanyia jana Thomas Tuchel, kila mtu alikuwa na hofu kwamba haiwezekani. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kimetokea jana. Uingereza alitangulia akaongoza kwa bao 1-0. Kibaya zaidi Thomas Tuchel badala ya kumanage mchezo, yeye akaamua kuwapa mchezo Argentina na yeye awe mzuiaji, kitu ambacho ni very very risky. Yani kwa mfano sasa hivi unajua kombe la dunia ni tofauti na mechi zingine. Sasa hivi unajua kombe la dunia kuna sheria ambazo zimebadilika, ambazo zimechangia sana kwa timu ambazo zina defense kwa kutumia mabeki kupoteza. Kwa mfano kuna sheria namba 1, ukisha lala chini umeumia, ukitoka nje kurudi itakuchukua dakika 1. Cha pili, mpira ukishachelewa kuupiga unahesabiwa sekunde. Goalkeeper ile goal kick kuipiga unahesabiwa sekunde, anahesabu mpaka 10. Kama hujapiga inakuwa ni kona, anapewa kona mpinzani wako. Kingine, mpira wa kurushwa unahesabiwa muda, usipourusha wanapewa advantage timu pinzani. Hizo kanuni 3 hizo ambazo nimekuambia ndizo ambazo zinakufanya ili kupoteza muda unatakiwa kumanage mchezo. Si kutafuta sababu zingine. Yani wewe ucontrol ule mchezo. Sasa Thomas Tuchel nilikuwa nashangaa kwa sababu sasa umeona sasa kwa mfano sasa hivi kwenye World Cup umeona tumepungua, madaktari wanaingia uwanjani mara chache. Naweza game iishe madaktari wameingia uwanjani mara moja tu. Kwa sababu gani? Lakini kipindi cha nyuma madaktari walikuwa wanaingia uwanjani mara nyingi sana. Kwa hiyo umeona mazingira hayo ili ushinde mechi sasa, na ndio maana magoli mengi yanafungwa dakika za mwisho. Nilifikiri hilo kama kocha wa makocha wengi wa World Cup watakuwa wamelielewa hili, lakini kwa bahati mbaya Thomas Tuchel jana amekuja kutu surprise. Yeye anaenda ku defense, amecheza karibia na mabeki 7 hivi. Na viungo amecheza na viungo 2 na washambuliaji 2. Kwa hiyo kunaonekana kabisa kama kwa design hiyo mabeki always ni watu wa kuzuia matukio, sio wa kufanya build up, ku control mchezo. Tulitegemea wengine ataweka midfield, atacheza kwa kushambulia, ataweka midfielders wengi, lakini akaamua aweke mabeki, kitu ambacho sasa baada ya kufungwa, baada ya kusawazisha bao, ikamuia vigumu tena kutengeneza nafasi za kwenda mbele. Na mara baada ya kufungwa bao la kusawazisha ikampa mazingira magumu tena ya kumanage mchezo, akajikuta anafungwa bao la pili. Kwa hiyo jana kufungwa kwa Uingereza hauwezi kumlaumu mtu mwingine yoyote zaidi ya kocha. Approach yake ilikuwa mbovu haswa. Kwa hiyo jana Uingereza wakatolewa, kiasi cha kwamba wametolewa kwenye makosa ya benchi la ufundi, kitu ambacho nadhani ni mara chache sana, ni nadra sana kuona mechi kocha ndiye anaiua, wakati kocha ndiye anatakiwa kusaidia mechi kuipa uhai. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimetokea jana. Na Lionel Messi, cha ajabu ni kwamba licha ya kwamba ndo top scorer wa World Cup, ni top assist wa World Cup. Jana kafikisha assist karibia 14 kama sikosei, 12-14 jana, siku ya jana. Anazidi kuandika tu rekodi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye amefunga magoli mengi zaidi ya Messi kwenye michuano ya kombe la dunia. Hakuna mtu ambaye amepiga pasi za mabao nyingi zaidi ya Lionel Messi kwenye kombe la dunia. Kwa hili kombe la dunia sasa hivi hata Messi akistaafu nadhani itakuwa la mwisho. Hakuna kiumbe ambaye atasahau hizi rekodi za Lionel La Pulga Messi. Ndicho kilichowakuta Uingereza.